Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali zenu? Nimewamisi za Ramadhani, za sikukuu. I hope imemaliza salama na mumeenjoy. Haya, tunarudi tena jikoni. Leo tuko na upishi wa mac and cheese, makoronya na cheese. Ni chakula very simple na kinapendwa sana, hasa watoto wanakipenda, na kupika ni ndani ya dakika 7 wewe umemaliza. Sawa? Tuanze kupika. Kwa kuanza utaanza kuchemsha maji. Maji yako utayaweka chumvi na utayawacha hadi yachemke, na baada ya kuchemka utamimina makaroni yako, na makaroni mimi ninayotumia ni design hii, na hapa inatuambia tutapika dakika 11 mpaka dakika 13. Na haya makaroni yangu mfuko huu ni mfuko wa nusu. Kwa hiyo nitamimina hapo makaroni yangu. Baada ya hapo nitayawacha mpaka yapikike kwa hizo dakika 11. Nitatizama, nitayabinya hivi, kama bado nitaacha tena mpaka itimie hizo dakika 13. Na sasa baada ya dakika 13 tayari yameiva, na ukitaka kujua kama yameiva ukiyabinya hivi yanakuwa malaini. Baada ya hapo utayamwaga maji, utaweka pembeni, utachukua sufuria, utaweka vijiko 2 vya butter, na utaweka na vijiko 3 vya plain flour, unga wa ngano. Baada ya hapo moto wako ukiwa wa size ya kati, utachanganya vizuri kama dakika 1. Baada ya hapo tutamimina maziwa ya maji. Nitatumia maziwa vikombe 3. Lakini kwanza nitaweka kidogo tu ili kuendelea kuchanganya ule mchanganyiko wangu wa unga pamoja na siagi, ili uchanganyike vizuri na kutoa hayo vidonge hivyo. Utakoroga hivyo vizuri kidogo kidogo, moto ukiwa mdogo mdogo, usifanye moto mkubwa, utaunguza. Utakoroga vizuri mpaka uone madonge yamepungua. Halafu tena unaongeza maji. Ama ukiona inazidi kuwa nzito, unaongeza maji huku unachanganya. Lengo tupate kama uji hivi mzito, usiokuwa na vidonge. Kwa ukimimina maziwa moja kwa moja tu, itakuwa ugumu wakati huu wa kuchanganya. Kwa hiyo mimina maziwa kidogo kidogo huku unachanganya kidogo kidogo mpaka unapata paste yako nzuri kabisa. Na baada ya kile kitu kuchanganyika, sasa hapo utaacha inapikika kama dakika 2. Baada ya hapo sasa tutaenda kuweka cheese. Na kwa cheese mimi natumia cheese za aina 2. Natumia hii cheddar cheese pamoja na mozzarella cheese. Nitakwenda kuzichanganya vizuri, kuchanganya manake ili upate ladha nzuri zaidi unapochanganya mchanganyiko wa cheese aina 2 mpaka aina 3 mpaka aina 4. Kila ukipata ile ladha tofauti tofauti ya cheese, ndio mac and cheese zako zinatokea vizuri. Na cheese yangu ilikuwa kila mfuko ni gramu hiyo hapo tunaiona 160. Kwa hiyo utachanganya ili cheese zichanganyike vizuri, na baada ya hapo utachukua nusu ya hii cheese utaweka kwenye ile sosi yetu nyeupe tuliyoitengeneza. Na baada ya kuweka sosi yako hii nyeupe, muda huu pia unaweza ukaongeza spicy, ukaweka pilipili manga, curry powder, spices zote zile unazopenda. Ila kwa mimi nimeweka chumvi tu, sikupenda spicy nyingine yoyote. Na baada ya kuweka chumvi, halafu ndo nitaweka na cheese yangu. Na uwe makini hapa usiweke chumvi nyingi kwa sababu cheese nyingi zinakuja na chumvi. Kwa hiyo bora weka kidogo kwanza uonje, unaweka kidogo unaonja. Baada ya kuweka cheese sasa utakoroga na utawacha cheese yayuke, na utapika tena kwa dakika 2.
Baada ya kama dakika 2 sosi yako kuwa imeiva vizuri, sasa tutamimina yale makaroni yetu ambayo tuliyachemsha mwanzo pamoja na kuyamwaga maji. Na baada ya hapo utachanganya ili makaroni yachanganyike na white sauce yetu. Na muda huu wa kuchanganya unaweza hata ukaepua ukaweka ukawa unachanganyia pembeni, sio lazima kuchanganyia kwenye moto. Na baada ya hapo sasa tutakwenda kumimina makaroni yetu kwenye bakuli la kubekia. Hakikisha bakuli unalotumia hapa liwe linaingia kwenye oven. Usije ukachukua bakuli lolote tu ukaweka, baadaye ukatia likapasuka huko, ukaharibu chakula ukapasua na bakuli lako. Kama huna bakuli la kigae unaweza ukatumia hata tray ya bati, sawa? Sio lazima tray ya kigae. Baada ya hapo utachukua ile cheese iliyobakia na utaiweka kwa juu, na halafu sasa tutakwenda kuweka kwenye oven kwa moto wa 150 kwa dakika 10 tu, sio dakika nyingi, kwa sababu kila kitu kimeshaiva. Ukiweka sana kwenye oven yanakuwa makavu, na sio vizuri yawe makavu. Raha upate lile rojo, ndio una enjoy mac and cheese yako. Kwa hiyo baada ya dakika 10 tayari mac and cheese yetu kama tunavyoona hapo yameiva, yani bado yanachemka. Unaona ule mchemko unachemka kule. Mazuri sana, yananukia na matamu. Kama unapenda cheese, mac and cheese inakuhusu. Yani ni nzuri kweli kweli. Kama hujai kujaribu, jaribu utatoa feedback. Na raha hizi na ule hivyo kimoto ndio raha yake. Kwa hiyo hapo utakata, alafu una serve na una enjoy chakula chako kwa juice yako ibaridi. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Niwaombe tu kama mumeenjoy, msisahau kulike. Kwaherini, tutaonana katika video zijazo. Bye.